يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. Ndugu zangu katika imani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zake katujalia tukiwa wazima wa afya, na akatupa fadhila zake za kuudiriki mwezi mwingine huu wa Ramadhani, na akafanya tukakutana tena kama ambavyo katika Ramadhani iliyopita tulikuwa pamoja hapa. Leo tunasoma suratu Fussilat, sura ya 41 kwa mpangilio wa masafu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim, tanzilun minar Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Kabla ya kuingia kwenye sura, kwa muhtasari, suratu Fussilat iko kama ifuatavyo. Hadhihi suratu al-karimatu makkiyya. Sura hii tukufu ni sura ya Maka. Tunafahamu kwamba Mtume alifanya kazi yake kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ya miaka 13 alifanya da'wa pale Maka. Kwa hiyo na Qur'ani huwa sura zilizoteremshwa Maka za awamu ya kwanza, na kuna sura hii inaongelea upande wa aqida ya Uislamu. Nini Waislamu wanaitakidi na kipi Mtume alitaka awaitakidishe watu wa Maka. Mambo ya msingi kwa sura zilizoteremka Maka zilikuwa zinazungumzia aqida. Moja, alwahdaniyatu. Walikuwa wanaambiwa washirikina wenye miungu mingi, Mola anayestahiki kuabudiwa ni mmoja tu. Pili, ar-risalatu. Walilinganiwa watu wa Maka kwamba Allah ana utaratibu tangu zamani. Kwenye kila zama huteua binadamu mmoja akampa ujumbe wake ufikishwe kwa watu, na hili nalo washirikina walikuwa wanalikataa. Mungu amteue mtu kama sisi awe mtume wake, si kweli. Tatu, katika mambo tunayoitakidi al-ba'th, na hili nalo washirikina walikuwa wanalipinga kwamba mtu akishakufa anapatikanwaje tena. Lakini Uislamu uliwataka watu waitakidi kwamba maisha yetu tulionayo sasa sio mwisho wa safari, kuna maisha baada ya haya. Kwa hiyo wanaokufa watafufuliwa. Waljazaa, na baada ya kufufuliwa kuna malipo. Kile ambacho kwenye maisha yetu ya sasa tunafanya kina, na baada ya kurejea kwa Mola wetu mlezi atakwenda kutulipa. Wahiya al-ahdafu al-asasiyati lisairi suwari al-makkiyya. Haya yalikuwa ndiyo malengo ya msingi ya sura zilizoteremka Maka. Walikuwa wanaaminishwa watu vitu wasivyoviamini kwa hoja na dalili. Allati tahtamu bi arkanil iman. Mambo haya ni muhimu katika zile nguzo za imani. Haya ni mambo wajibu kwetu kuyaamini yote. Ibtadaat suratul karima bil hadithi anil Qur'an. Sura yetu hii tukufu mwanzo wake imeanza kusimulia habari ya Qur'ani. Almunazzal min 'indir rahmani. Qur'ani ni maneno yaliyoteremka kutoka kwa Allah mwingi wa rehema. Bil hujajil wadhiha wal barahin as-sati'a. Qur'ani imekuja kwa hoja za wazi na dalili zinazokinaisha akili. Ad-dallati ala sidqi Muhammadin alayhi salatu wassalam.
Hoja hizi na dalili hizi ni dalili tosha ya kuonyesha ukweli wa utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahuwa almu'jizatu daimatu alkhalidatu linnabiy alkarim. Qur'ani ni muujiza mkubwa tena wa kudumu katika miujiza ya mtume wetu huyu mtukufu. Watahaddathat as-suratu an amri alwahyi warisala. Alafu pia sura hii imesimulia habari za wahi ambao ndio hiyo Qur'ani, warisala na utume, ambaye Allah ana utaratibu wa kuteua katika viumbe wake mtu anayempa ujumbe wake au fikishe kwa watu wake. Faqarrarat haqiqata rasuli. Sura hii imekariri uhakika wa mjumbe huyu ambaye watu wanamkanusha, wa annahu basharun khassahu Allah ta'ala bilwahi. Ni kweli mtume wenu huyu ni binadamu kama nyinyi, lakini Allah amempa specialization ya kuwa yeye kamteua kumpa wahi wake. Wa akramahu bin nubuwa, na Allah amemkirimu kiumbe wake huyu kwa kumpa utume, na yeye sio wa kwanza. Wa ikhtarahu min sa'ir khalqi liyakuna da'iyan ila Allah, na Allah amemteua Muhammad miongoni mwa wengi katika waliopo kwa zama zake. Yeye ndiye aliyemteua awe ni mlinganiaji, awalinganie wenzake kwenye muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Murshidan ila dinihi almustaqim, ameteuliwa mtume huyu kuja kuwaelekeza watu namna ya mwenendo ulionyooka wa maisha anaouridhia Allah muumba. Thumma intaqalat as-suratu lilhadithi an mashhad al-khalqi al-awwali lilhaya. Halafu sura ikaelekea kwenye maudhui ya kutotaka tuone lile katika ambalo Allah alianza kuliumba kwenye ulimwengu wake huu ambao sisi tunaishi ndani yake, na kitu ambacho Allah amesimulia mwanzo, khalqu samawati wal ardi, kaumba mbingu na vilivyoko mbinguni, akaiumba na ardhi na vilivyopo ardhini, wakati kabla ya hapo havikuwepo kabisa. Bidhalika shakli daqiqi almuhkami, ameumba ulimwengu huu ukijumuisha mbingu na ardhi kwa shakli ambayo ni sahihi kabisa, iliyofanyika kitaalamu. Alladhi yalfatu an-nadhiri al-muridina an ayati llahi, muundo wa aya na jinsi zilivyoelezea zipo katika uwezo mkubwa wa kuivuta akili ya mtu na macho ya mtazamaji aone kwa hoja na dalili hizi zilizotolewa kuna uthibitisho wa kweli wa haya ambayo yanasimuliwa. Linadhari wa tafakuri wa tadabburi, anatakiwa mtu aangalie kwa macho yake, uangaliaji wa kutumia akili na mazingatio. Lakini dhulatul kufri, viza vya ukafiri, hiya allati tahulu bainahum wa baina al-iman, viza vya ukafiri ndivyo vilivyokuwa vinaingilia kati, vikawa ni kikwazo kwa wale washirikina, vilivyokaa katikati baina ya imani na baina ya haki. Wamekufuru, kwa hiyo hata dalili na hoja zikija mbele yao wanakuwa hawazioni, haziwasaidii kwa sababu wamezikataa. Falkaunu kulluhu natiqun bi'azamati llahi, kwa mwenye akili iliyo salama, ulimwengu kwa ujumla wake na vilivyomo ndani yake vinaongea lugha ya uhalisia wa kuonyesha kwamba una mwenyewe, yupo Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mkubwa, aliyetengeneza na anayemiliki vitu hivi. Shahidun biwahdaniyatihi jalla wa ala, ulimwengu na vilivyomo ndani yake vinatupa ushahidi wa kwamba Mungu anayemanage mazingira haya ni mmoja peke yake. Wangelikuwa zaidi ya mmoja tusingeona utulivu kama ulivyo. Wa aradati suratu
litadhkiri bimasari almukadhibin. Halafu aya za sura hii zimetukumbusha, zimetusimulia jinsi wanavyokataa hawa wakadhibishaji ambao ni makafiri. Wadharabat ala dhalika alamthila, na aya za sura hii zimepiga mifano biaqwal umami, mifano ya zile umma zilizokuwa na nguvu zaidi kwenye ulimwengu huu, zilizotakana sana kwa nguvu maendeleo, wa ataha, na umma zilizokuwa jeuri kuliko watu wa Maka, zikawekwa kwenye sura hii iwe ni mfano kwa watu wa Maka. Qaumu Adin, ambazo umma zenyewe ni watu wa Ad, alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa. Watu wa Adi kwa sababu ya ubabe wao walifikia hatua wakasema kumwambia mtume wao Nabii Hud alayhi salam, unatutishia adhabu, unafikiri nani mwenye nguvu